siri, tambua siri, tambua siri iliyoko katika anga, ardhi na nafsi yako. Utatoka hapo umefanikiwa. Tambua haya ni malango makubwa sana ambayo yanaweza kumfanya mtu asifanikiwe duniani au ambayo yanaweza kumfanya mtu afanikiwe. Haleluya. Leo nisema nitafundisha taratibu ili watu wasichanganyikiwe. Nitaanza kufundisha, nimesema ni malango makubwa. Nitaanza nifundishe anga, nichambue anga. Tukishajua anga, nije nifundishe ardhi, tuichambue ardhi. Kwa sababu vitu tunavyoviona hivi, anga, ardhi na ndio ikabeba nafsi. Anga na ardhi ni vitu vya kiroho. Anga na ardhi ni vitu vya kiroho. Na andiko letu sikutaka kuweka lile na wepesi ili wewe uelewe kwa vizuri zaidi. Nikaniweka kidogo nione kama chembe cha bongo. Bwana akanipa andiko, neno la Mungu Mwanzo. Amen. Akatupa andiko la neno la Mungu Mwanzo 28 mstari wa 12. Hebu nisomee hapo. Mwanzo 28. 12. Akaota ndoto. Na tazama, ngazi imesimamishwa juu ya nchi. Na ncha yake yafika mbinguni. Tena tazama, malaika wa Mungu anapanda na kushuka juu yake. Unaona andiko nimeliweka. Na hicho mshabongo kidogo. Ni nini hapo? Sikia nikwambie. Nataka nikufundishe maana ya anga. Anga lako unapoliona kimwili hili liliumbwa katika roho. Kila unachokiona katika mwili ni mwili umepewa kazi. Vyote vya mwilini vimepewa kazi, ni vitumishi. Zaburi 119 mstari wa 89 mpaka 91 unaambiwa vyote vimeumbwa kwa neno vikakamilika mbinguni. Mungu ameviweka kwenye nchi vinaishi, kwa maana vitu vyote ni vitumishi vyake. Kwa hiyo kila kitu tunachokiona katika ulimwengu wa mwili tayari hicho kitu kilishaumbwa katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Kasoma Mwanzo 2. Wakati Mungu ameumba mwili wa Adamu, yule mtu mwanamke na mwanaume na mwanamke waliwekwa katika ule mwili kabla hata hawajatenganishwa, walikuwa pamoja kama ilivyokuwa mbinguni. Waliwekwa katika roho, wakawekwa katika mwili. Na baada ya pale Mungu akatoa kila kitu kwenye ardhi, kila kitu alichokiumba rohoni akakitengenezea mwili. Akamletea Adamu aone atavihitaji. Adamu akavipa majina. Sasa tujiulize, Adamu ndiye alitoa majina? Mtu asema sio Mungu alitoa majina, alitoa Adamu. Sikiliza nikwambie. Mungu akapulizia pumzi ndani ya mwili wa Adamu, akawa nafsi. Nafsi ni nini? Utambuzi. Kwani Mungu aliweka ule utambuzi, alimfunulia siri ya rohoni, ajue vile ni vitu gani. Kwa hiyo Adamu alijua majina, maana kila kitu kilichoko kwenye mwili kina jina. Jina ni kazi, ni hatima hicho kitu. Kwa hiyo Adamu aliambiwa avimiliki vyote akiwa katika roho. Aliambiwa vimiliki vyote, amiliki lango la anga, lango la bahari na lango la nini, la ardhi. Kwa hiyo Adamu alikuwa na akili na ufahamu wa kimungu, akijua vile vitu vinaitwa nini, vina kazi gani. Kwa hiyo majina ni kazi, ni hatima ya kitu, wa kuitavyo ndivyo ndivyo duniani. Kwa hiyo Adamu
majina, hakuvipa tofauti. Alikuwa ana akili ya yule aliyeviumba ndani mwake, na Adamu alikuwa ana akili ya kufanya mambo makubwa na ajabu kama Mungu alivyotaka. Haleluya, haleluya. Kwa vyote unavyoviona ni vitumishi vya Bwana. Shetani hana jipya, vyote vimeumbwa na Mungu aliye hai. Zaburi 24, dunia na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Ya Bwana. Mungu kaviumba, hajaviumba bahati mbaya, kaviumba kwa makusudi. Ile siku ya sita ukiwa rohoni, Mungu alikuumbia vyote, akakukabidhi viende vikazaane na kuongezeka, viongezeke, akakumilikisha, ukapewa urithi ukiwa rohoni. Kwa hiyo unapokuja duniani, kama huna akili ya kiungu, huwezi kujua vyote hivi. Akili ya kiungu ndio inafanya utambue vitu vyote, na ndio maana unakuta mtu anaitwa nabii. Sikatai kuna manabii wa uongo na manabii wa kweli. Maana kwa hivyo na kiti cha enzi na shetani iko pembeni. Kubatilisha. Alibatilisha Adamu. Adamu kaja ni wa kiungu, na vitu vyote na vimiliki, si ndio? Alipokosea alibadilishwa. Ule mwili ukaenda kutumika kuzimu, na vyote vilikuwa na vimiliki. Shetani akavichukua vyote, kavimiliki. Akamiliki bahari kule chini, kuzimu ya bahari, chini ya bahari kwa kaanza kumiliki. Shetani akamiliki anga, akatia giza anga. Ni mshtaki wako kwamba umekosea, mbingu ifungwe. Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa 9 nasema, mlango mkubwa umefunguliwa mbinguni kwa ajili yangu, akiwepo anipingao. Kwa shetani alitia giza kila kitu chini ya jua, chini ya anga aliweka giza, na ndio maana majibu yakawa hamna. Uweza wa anga ukachukuliwa. Kasoma Efeso 2:2. Haleluya. Danieli 10 mstari wa 11 mpaka 13. Anaomba, anga liko limefungwa. Mbingu zilishamsikia. Gabrieli anashuka mbinguni alete majibu. Mkuu wa anga wajembe akazuia. Kwa nini azuia? Shetani ni mshtaki wetu. Umekosea kitu, anasimama kukushtaki. Kwa hiyo unakosa majibu. Danieli ni mtu apendwaye, lakini sitakapoanza kuomba Mungu alisikia. Lakini kuna nini? Alikuwa anaomba ajue majira kwenda kurudi Yerusalemu. Sasa wale wenzake hawapo katika roho, na ndio maana nilisema hivi, unaweza kukaa na watu wakakuzuia mbingu. Nilieleza sana hiyo. Mwangalie Ibrahimu, nikamchukua Lutu. Wanakwenda kashaidiwa baraka, lakini hakubarikiwa mpaka alipoachana na Lutu. Nilisema hiyo kitu, angalia sana. Unaweza kukamatana na mtu akakuchelewesha nini? Mbingu. Akuwe macho sana. Mungu akija kwa mtu wake anakuta mko budget mabatano. Akiangalia naona Haleluya. Kwa hiyo wapo wazuiao, shetani anatumia wazuiao. Kwa nini banielewe? Vyote vimeumbwa kwa maana. Anga ikizuiliwa hutavijua maana yake, utaona giza tu. Na shetani anajua maana yake. Ndio maana ni mwizi, aliiba. Na yeye anatumia kwa neno la kupindusha, neno la uongo. Anachukua, anavigeuza. Vinakuwa uongo, vinakuwa giza. Sikia nikwambie, ndio maana Warumi 8 inasema vyote kama wamerejeshwa kwa damu ya Yesu, na vingine vyote vikomboe kwa damu ya Yesu, vinadai kurudi kwenye uhalisi wake, ili viweze kutenda kazi, vitumie. Na kama Roho Mtakatifu yuko ndani mwako, maana kuja kwa Yesu baada ya kufufuliwa, Roho wa Mungu alirudi tena. Immanuel, Mungu pamoja na sisi, aliyemwacha Adamu akarudi tena. Kwa Roho Mtakatifu, Yohana 14 mstari wa 26, anakukumbusha yote, anakufundisha yote. Roho wa Mungu anakufundisha jinsi gani kupata faida. Isaya 8 mstari wa 17.
anakufundisha jinsi gani kupata faida. Anakusha njia utakayoendea, jicho kikutazama huku akikushauri. Pasipo Roho Mtakatifu huna usaidizi, yaani usaidizi wako. Kwa Roho Mtakatifu lazima unapompata akwambie hivyo vitu unavyovimiliki. Umeambiwa vimiliki, uviabudu. Huwezi kuabudu kitu ambacho wewe umeumbwa kumiliki vingine. Huwezi kuabudu kitu ambacho kimeumbwa na Mungu. Kuabudiwa ni Mungu. Ndio maana hata mwanadamu huwezi kumwabudu. Utamheshimu kama anatumika. Huwezi kumwabudu. Huwezi kuabudiwa ni Mungu peke yake. Kwa hiyo hatuviabudu, bali tunavitambua tuweze kuvimiliki, tuvitumie. Vina kazi gani? Vikufanikisha katika kazi unamtumikia Mungu duniani. Kwa hiyo vitu vyote ni vitumishi vyake. Kila unachokiona duniani. Kwa sababu nikwambie, kila unachokiona duniani kwa macho yako ya nyama kina utumishi, akijomba kwa bahati mbaya. Kwa hiyo anga, unavyosema tambua uhusiano wa anga na ardhi na nafsi yako. Naomba uelewe vizuri hivi vitu. Usipovijua hutaweza kufanikiwa. Hosea 4 mstari wa 6 nasema watu wanaangamia kukosa maarifa. Lakini Yohana 8 mstari wa 62 unaambiwa tena, kukumbushwa, mtaijua kweli na hiyo kweli itawaweka kuwa huru kweli kweli, na neno la Mungu ndio amini na kweli. Ufunuo 22 mstari wa 6, neno la Mungu ni amini na kweli. Ufunuo 25 mstari wa Ufunuo 22 mstari wa 6, neno lake ni amini na kweli. Na Ufunuo 21 mstari wa 5, neno la Mungu ni amini na kweli. Kwa utaijua kweli, na kweli neno ni Mungu. Yohana 1 mstari wa 1 mpaka 5. Hapo mwanzo palikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa kwa Mungu.